Haya ndio mambo matano Uislamu unakutaka wewe ujifunze na uyafanyie kazi utakapoenda nyumbani kwa watu. Kitu cha kwanza ni alwuqufu sahih. Haufai kuelekea mlango wakati unabisha, bali ni imma antaqifa yaminan, ni imma usimame upande wa kulia, au shimalan, au usimame upande wa kushoto, ila si kuelekea mlango, kwa sababu lau utauelekea kitu cha kwanza, hata atakapofungua mlango tu tayari unakuwa ushaona kila kitu paka ndani, na pengine mwenyewe hajataka uone kinachoendelea kule ndani, au hata kuna watu hawajajistiri vizuri, lakini kwa bahati mbaya yalipofungua tayari ushaona kila kitu paka ndani. Bali unachotakiwa ni imma antaqifa yaminan, usimame upande wa kulia, au shimalan, au usimame upande wa kushoto. Ama ya pili ni kaifiyatul istidhan, ni namna ya kuomba idhini. Unatakaniwa ima usalimie assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, au bitarqi albab, au kwa kubisha mlango, ila bilutfin, kwa utaratibu sana na wala si kutumia nguvu. Ama ya tatu alistidhanu thalatha, kuomba idhini inatakaniwa iwe mara tatu. Yaani utakapotumia ima salamu au kubisha kwa mara ya kwanza, unatakaniwa utulie kwanza, pengine mtu ashakusikia ila mpaka achukue nguo nyingine ajistiri ndio aweze kufungulia. Kwa hiyo unatulia, unampatia muda wa yeye kutoka, ile utakapoona kimya kimezidi ndio pale unabisha kwa mara ya pili. Utakapobisha kwa mara ya tatu na bado haujasikia kitu, unatakaniwa urudi, na wala haufai kuzidisha zaidi ya mara tatu. Utabisha zaidi ya mara tatu pale utakapokuwa na uhakika kwamba hawa watu hawajakusikia. Ama ya nne, pale utakapoulizwa jina ni nani, unatakiwa utaje jina ni al-akh, na kama mkawili pia unasema ni al-akh na niko na Nasir, wala si kusema ni mimi, la, unatakiwa utaje jina kusudi mtu ajue kabisa ni nani anayemfungulia mlango. Ama ya tano ni adam al-iz'aj, haufai kuwa msumbufu. Allah tabaraka wa taala sema wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, yani ikatokea umebisha na ukasikia sauti unaambiwa rudi, Allah anasema farji'u, wa in qila lakum irji'u, mkiambiwa rudini, farji'u, basi nanyi mwatakiwa murudi, huwa azka lakum, hiyo ndio ni bora zaidi. Wala hufai kuwa msumbufu. Kuwa msumbufu haufai kubisha kwa nguvu, isipokuwa una uhakika hawa watu wako mbali, nikibisha polepole hawatonisikia. Au kubisha non stop, yani unabisha bila kupumzika, hii nao ni aina ya usumbufu, bali unatakiwa ubishe na utulie, na kisha utabisha tena lau utakuwa haujajibiwa. Haufai kuwa msumbufu.